Tunaanza kwa kumuona Jude amerudi zake kazini na kumuita Samantha bila kimya, na akawa amepokea simu. Baada ya hapo aliendelea kumuita kipenzi chake. Unaambiwa alipanisha mpaka chumbani, ila chumba likikuta kitupu, kuna nguo wala kitu kinachomuhusu Samantha wake. Ila unaambiwa aliendelea kumuita Samantha. Naomba isije kajirudia kama hapo awali ilivyotokea. Jamaa alisikitika kwa kushika kichwa. Rudishwa miezi 5 nyuma tujue kisa na mkasa kuhusu Samantha. Leo unaambiwa ni uzinduzi wa House of Judas. Basi bwana Jude alikata utepe kuonyesha ishara ya ofisi yao kubwa kwamba imezinduliwa. Biwa Samantha alikaribisha watu kwa vicheko na nderemo. Akaingia ndani. Tunamwona mama ameshika maputo na sura yake hatujaiona. Basi tuendelee na sherehe. Biwa Frank alitokea sana kumpenda Samantha, anamtongoza. Ila Samantha alionyesha msimamo wake kwamba yeye ana mume wake. Siwezi kuwa na wewe na nimezaliwa tu upya ndani ya Kristo. Ila tunaona jamaa na wazumu tu. Kurudi nyumbani walimshukuru Mungu kwa tukio lao kwenda vizuri. Na unaambiwa Jude alisema amemisi sana mke wake. Kwa Samantha anamtaka akaoge, maana akimsogelea kama hivyo mwili wake unakosa nguvu kabisa. Naambiwa Samantha na Leila wanafurahia baada ya Leila kuwa mjamzito. Sasa hivi ni mke wa mtu na ameshaolewa tayari. Naambiwa Samantha alimpongeza sana mdogo wake kwa hatua kubwa aliyofikia. Ana yeye na Jude hawana mpango kabisa kutokuwa na mtoto. Kutokana na Jude alitelekezwa kipindi akiwa mdogo, huku akitelekezwa na mama yake. Unaambiwa Samantha aliomba sana sije kajirudia kwa watoto wao. Samantha anaongea na daktari, anataka atumie uzazi wa mpango kwa kuweka kipandikizi. Kesho watakuja na mume wake, ila kusema kweli Samantha anahitaji sana mtoto, tena amemisi kuwa na mtoto. Ila hana ujanja, ila anampenda sana mume wake. Alipomwona Jude anakuja, akapanda kitandani na kulala. Jude akasema, "Wewe si nilikuwa na tu hivi hapa hivi hujalala. Iweje sasa hivi umelala?" Basi mwamba akabidi alale tu na yeye. Na yeye ameajiri PA kama ilivyokuwa kwa Jude na Samantha. PA anaitwa Kate, ila anamgombeza sana kwa kujifanya yeye content creator, yani muda wote tu ni kushuti. Basi Samantha akamtaka Eddie atulie tu. Anampongeza Kate kwa kazi yake aliyopewa. Eddie akaja ofisini kwake kwa Jude na kusikia maongezi yake, ameongea na Samantha. Amegundua mchezo wake ni mbinafsi sana. Tutaka kuwa na mtoto ndio ilomfanya Eddie afike hapa. Ila fuata mambo yako. Jua mzee, ila samani. Ila kwa Samantha anataka mtoto na mimi nimekufahamu kabla ya Samantha. Pero kitu napenda mwenza wako. Jamaa kaendelea kukazia hapo, ila watoto ni baraka katika ndoa yenu. Jamaa akamwambia aondoke ofisini kwake, ila jamaa akamwambia sawa, mimi naondoka, ila si ni marafiki zaidi ya miaka 10. Ila huku nyumbani Samantha akawa amenona tu na Jude analijua. Mwanamkia anamkwepa sana siku hizi. Mimi na hajamzoea kuwa hivyo. Samantha anamjibu mmeo, mimi siku hizi nimechoka sana, nafunga, yani kila siku nachoka. Siku hizi ameambiwa kae sana mbali na mapenzi, ndio maana anafunga. Familia tunaona ipo katika session ya Bible study. Samantha na Leila wanamwataki Jude vifungu na kuchange maamuzi yake na kuwa na mtoto. Wanatoa mifano tu ili Jude aelewe. Baada ya hapo Jude anamwambia mpenzi wake, nilikuwa najua kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Wewe ulielewa vibaya, ila mimi sikumaanisha hivyo. Mimi ni mtu mzima naelewa, ni bora tu ungesema yote kieleweke. Kama mimi nimetoka katika mfungo kufunga na kuomba, kwa hiyo naomba usinipigie kelele, naomba usinitoe katika uwepo wa Mungu. Huko nako kazini anakuja na kumuuliza, mpaka sasa hivi uko hapa, kwani una matatizo gani? Hapa tumegombana, ni issue ya mtoto tu. Mama akamwambia, hivi unajua kwamba mtoto ni baraka? Yeye jamaa hakumuelewa kipi anachokimaanisha. Bwana Jude alishachoka na mama yake, kwa hiyo yeye hataki kabisa kusikia mtoto. Sasa tunaona wapenzi hawa wawili hawasemeshani, yani nyumba imewaka moto. Hapo tu nikukumbushe, na hii ndio sababu ya Samantha kutoonekana nyumbani. Hiyo baada ya Jude kutoka kazini, ila anakaa tu kwenye sofa. Samantha ananyanyuka. Jude akamwambia mke wake, bana, yapata wiki sasa, kwa hiyo tuachane na drama hizi kama zamani tu, ila mimi nimekumisi. Na mwisho waliongea wakasamiana, kilichofuata mimi sipo. Samantha anamshwa na Leila. Sasa hivi ni saa 4 asubuhi, wewe bado tu umelala. Sasa kwa nini Jude hajaniamsha? Tu mimi nikupona uchovu na usingizi, yani siku hizi hali yangu tu imebadilika. Mdogo mtu akamwambia, mimi mwenyewe kwa miezi michache iliyopita nilikuwa kama hivyo, ila mimi nahisi wewe una mimba. Unaambiwa kwa Samantha alizidi kukataa. Mdogo mtu kwa dada yake akamwambia, kama vipi, fanya vipimo ili ujue hali yako. Kwanza akasema, unataka kumaanisha mimi ni mjamzito wakati natumia uzazi wa mpango? Nimeujiza kikubwa tu kafanya test. Kufanya vipimo, majibu akaanza kupewa ujauzito. Basi unaambiwa Samantha alichanganyikiwa. Sasa nitamwambia nini Jude? Na inawezekana vipi yeye kushika ujauzito wakati alipokuwa anatumia uzazi wa mpango? Unaambiwa Samantha alimcheki daktari, akamwambia hii inawezekana vipi? Daktari
akasema huenda kimekaa muda mrefu ndio maana kimepungua nguvu. Ndio Samantha alizidi kuchoka na mimba ya miezi 6 na anamficha mume wake ili asigundue kitu chochote. Ndio Samantha alizidi kubadilika mpaka kuvaa nguo. Mume wake akawa anamwambia wewe toka lini ukao unavaa nguo kama hizi? Samantha akajibu hamna tu, ni napenda tu kuvaa nguo kama hizi. Naambiwa mpaka uko kazini akawa anazidi kuvaa. Yaani mpaka Edi akawa anamshangaa. Edi akamwambia wewe ni mjamzito. Samantha akasema mimi sio mjamzito. Ndio usiku wa kulala Judy akagusa tumbo kwa bahati mbaya. Samantha alishtuka. Samantha akamwambia mume wake mimi nimeshiba. Wewe hata usijali, ngoja mimi niende kwanza kuchukua maji ya kunywa. Kwa Samantha leo amesepa, amemfuata mdogo wake. Hivyo siri isije kafichuka, ndio maana amekuja huku kwa mdogo wake na mdogo wake anamuomba amhifadhi. Sasa hapo tumeelewa kisa na mkasa baada ya Samantha kuondoka na bwana Judy kumtafuta. Sasa Edi na Judy walikutana baada ya kushauriana ni vipi tunaweza kumpata Samantha. Simu yake haipatikani muda wote sana. Huko naye polisi hawajui kabisa kuhusu Samantha mwenyewe kutokana na magomvi yake. Kwa hiyo polisi hawawezi saidia. Judy akawa anajiuliza ni sababu ipi iliyomfanya mke wake aondoke. Ila bwana Judy hakukata tamaa, alizidi kumtafuta mkewe. Mwamba alikuwa na mawazo kila mwanamke anayemuona anadhani ni Samantha. Bwana ila akiangalia sura ni kama amemfananisha. Miezi 6 bwana Samantha alijifungua mtoto wa kiume akawa anaitwa Junior JR. Na hali ya Judy iliendelea kuwa hali mbaya sana. Kuna upande wa pili wa kampuni, yani hali ni mbaya, yani amezidi kuchanganyikiwa. Kwa upande wa Samantha anataka arudi nyumbani akiwa na mtoto wake huku akiwa na mfanyakazi ili yeye arudi kazini. Leo Edi na Kate wamemtembelea Judy kumpa taarifa ya kwamba mkeo yupo kwenye apartment moja hivi. Mtajia jina kisha Judy akaamua aondoke. Judy alimfuata Lela huku akimwambia wewe ndo mtu pekee unayejua Samantha ameenda wapi. Judy alizidi kumkazia sana shemeji yake kwamba Samantha ameelekea wapi. Ila alimwomba sana msamaha shemeji yake ya kwamba asiseme kitu. Alimwambia sehemu alipo. Basi Judy akaamua aondoke. Samantha anafungua mlango tu anashangaa kumuona Judy. Bwana Judy alimmisi sana mkeo. Unaambiwa kilichofuata hapo mimi sipo. Mara sauti ya mtoto ikawa inasikika. Ila Judy alishtuka sana. Yeye akasema anaitwa Junior na huyu ni mwanao. Hakujibu kitu chochote, aliamka na kuondoka. Samantha akawa anashangaa. Judy baada ya kufika nyumbani alizidi kuchanganyikiwa. Kwa ghadhabu huku akiwa analia. House of Judy's, Kate na Edi eti ni wapenzi. Hayupo vizuri na kazi zimewazidia, yani hawa kutoona penzika. Unaambiwa Kate alizidi kumwambia tuzidi kufocus na kazi. Mara ghafla ona mama anamuulizia Judy. Wakasema yupo, labda uje umcheki kesho baadaye. Akasema Judy si yupo sawa, lakini basi Kate na Edi wakawa wanashangaa. Kate akawa anasema mbona kama vile huyu bi mkubwa nishe kumuonaga maeneo fulani. Anasema maeneo yapi hayo? Ghafla Edi akaamua apotezeshe, wakaamua kupenzika, yani mambo ni moto moto. Judy anaongea na pasta, anamwambia Samantha amemsaliti tena. Kisa tu yeye hataki mtoto. Ili tu akubaliane na ukweli ni matunda ambayo kwamba walikuwa wanashirikiana kula na Samantha. Ila huku Samantha anamcheki mume wake, yani simu hapokei. Nahisi amemblock. Huyo ni mtu aina gani? Hivi ajua kwamba mtoto ni baraka? Muombe Mungu. Huenda Judy akabadilika. Judy alienda kukutana na pasta huku wakiwa wanaongea. Pasta aliongea, siku hizo mbadilika sana, yani huuji kanisani. Akasema ni mambo tu ya kifamilia yananichanganya. Bwana Judy alizidi kuongea sana masuala ya familia. Ila pasta akamwambia huyo mtoto ni baraka, kwa hiyo upokee tuwe baraka Mwenyezi Mungu. Naambiwa baada ya hapo pasta basi aliendelea kumuombea. Edi anakuja kumpatia taarifa bwana Judy ya kwamba kesho kuna kikao. Ila siku ilipofika tunamuona Samantha na yeye amefika kujadiliana na kikao. Ila Samantha aliambiwa na Kate kwamba sisi na Edi tuna date. Basi Samantha alishangaa. Ila Edi upande wa pili alionekana ni mtu wa furaha sana. Basi unaambiwa kikao kile Frank alifika. Basi na Samantha kikao kikaanza. Baada ya kikao unaambiwa alimuuliza hivi ni kweli nyie mpo pamoja, huku mchizi akiwa anawaangalia tu. Na leo tunamuona Samantha gari lake limemharibikia. Mara ghafla tunamuona mmeo amekuja kumfuata mkeo Samantha, ndipo tunamuona mume wake anajisogeza taratibu. Basi alifika kisha akaanza kumpigia simu fundi wake. Basi baada ya hapo alichukuliwa Samantha na kuondoka. Leo tunaona Samantha na familia yake kiwa wote nyumbani pamoja. Na leo tunamuona Frank yupo katika matembezi. Mara ghafla tunamuona bwana Judy akiwa anamfuata taratibu huku akiwa anazungumza naye. Unaona namfuatilia mke wangu. Una uhakika gani kama mimi namfuatilia mke wako? Basi kwa upande wa Judy akamwambia hii ni mara ya mwisho. Samantha akawa amesema amechoka, ni baada ya Judy kutaka kupanda kitandani ili wamalizane.
unaambiwa Samantha alienda kulala na mtoto wake. Mara huku mtoto alikuwa analia. Mara ghafla tunamuona bwana Jude akiwa ameingia ndani na kutaka kumbeba mtoto. Mara ghafla mkeo akawa ameamka akambeba yeye mwenyewe. Ambiwa Jude sijui ndo mapenzi ya mtoto akawa amemshukia, yani taratibu tu basi akawa anaondoka zake. Huku ila unaambiwa siku kazini mama alikuwa analia mpaka kufurahi sana huku kumuona handsome wake. Ni ilibidi tu watu wa pale ofisini wabaki kumwangalia Jude na mama yake, yani kili happen. Basi Jude akasema basi mama sawa, karibu huko ofisini kwangu. Basi wakaanza kuongea, ila mama alikuwa ni mtu wa majonzi, yani alikuwa analia, ila akamwambia mwanangu, naomba nisamehe, samahani kwa kutelekeza, ila naomba nisamehe, ila ni baba yako tu ndo aliamua kufanya hivi, ila naomba nisamehe mwanangu. Leo unaambia upande wa Jude hakuweza kukaza, aliamua kumsamehe mama yake. Basi siku hiyo nyumbani walifika, walikaribishwa, alitabasamu basi na kwanza kuongea naye, mwanangu, maisha mimi niliyopitia ni magumu, naomba nisamehe. Ila wakati huo tunamuona mkeo akiwa anasikiliza taratibu. Basi unaambiwa siku hiyo taratibu mke wa Jude akajisogeza kwa mume wake. Basi wakaanza kuongea pale, mume wangu, najua mimi nimekukosea, kwa hiyo naomba nisamehe, changamoto hizi za maisha tu. Basi bwana Jude akawa anamwangalia mpenzi wake. Basi siku hiyo unaambiwa walikubaliana, basi penzi lao likaanza kurudi upya. Walikaa chini na kuongea mambo yao huku akimfurahia mtoto wao. Basi unaambiwa siku hiyo kwa upande wa mama yake alimkubalia. Basi taratibu unakwenda kufunga tena ndoa kwa mara ya pili. Unaambiwa siku bibi harusi alianza kupendeza na hapo kisha wakaanza kufunga ndoa. Basi bwana Jude akaanza kusema, wewe mke wangu, mimi nakupenda na najua wewe unanipenda. Basi bwana Jude aliongea huku watu wote wakiwa na tabasamu, mke wangu nakupenda na ninakupenda, tukubaliane katika maisha yetu tutakuwa wote pamoja. Basi huku watu wakiwa wanafurahi wanacheka. Basi bwana Jude akaanza kusema, nakupenda na nitazidi kukupenda. Huku kwa mkeo naye akawa anasema, mimi mwenyewe nakupenda na ninatambua thamani yako. Unaambiwa siku hiyo watu wote walikuwa na furaha huku pasta akiwa anazidi kuangalia tu. Basi unaambiwa siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha. Bana, tunazidi kufuatilia kisa hichi. Hivyo basi, naomba subscribe channel yangu. Unaambiwa siku hiyo waliweza kukaa, wakaongea, wanakumisiana, wakapeana vitu vizuri. Basi unaambiwa siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha, tena ndoa yao iliweza kung'aa na taa ikazima. Bye bye. Hivyo hakikisha umesubscribe channel ya Chris Y2.